Tunawaambia Rigiji, next time ukiongea na watu about coalition, about presidency, you should only talk with party leaders only. Sindio? Wewe kama ni pale chama ya Jubilee, Your Excellency Rigathi Gachagua, ukitaka kuongea na mtu, ongea na Uhuru Kenyatta. Huyo ndio party leader. Mtazamaji, karibu na ujambo katika kituo hiki ambacho ni Kenya Uncovered Media, pale ambapo tuna uncover the true facts about the politics na siasa ambazo zinahusiana na matukio yaliyoko Kenya. Leo hivi mtazamaji, nazungumzia viongozi ambao kwa sasa wako katika mlengo wa upinzani. Kama ni chama cha Wiper, ongea na Kalonzo Musyoka, huyo ndio party leader. Kama ni chama cha DAP-K, ongea na Wamalwa, huyo ndio party leader. Kama ni chama cha Martha Karua PLP, yeye ndio party leader, ongea na yeye. Hawa wengine tunawaachia viwango vyao. Katika chama chetu tuko na deputy party leader anaitwa Cleophas Malala. Huyo Cleophas Malala, sasa wewe tumekuachia deputy party leaders, ongea na Kindiki. Wewe Cleophas, wewe tumekuachia ligi yako ni Kindiki. Wewe Cleophas Malala, tumekuachia ligi yako, ongea na Matiang'i. Huyo chini ako huko. Ndio tunasema hivyo. Tunawaambia Rigiji. Kwa muda mrefu tumemwona mwenda zake ama the late Raila Amolo Odinga kuwa kiongozi aliyekuwa anaelewa jinsi ya kuendesha kikundi cha upinzani. Wengi walimpiga vita kwamba ni mtu ambaye alikuwa anajipenda, ni mtu ambaye alikuwa anajifikiria kibinafsi, ndiposa kwa kila serikali angepata nafasi ya kuweza kuingisha kichwa, angalau awe katika mazungumzo na ile ambayo ni serikali iliyoko madarakani. Kilichonileta leo mtazamaji ni kuzungumzia kila ambacho kinaendelea katika upinzani ambao ukiendelea na ile rates ambayo wanaenda nayo mtazamaji, itakuwa ni kazi ngumu sana kumpiga Rais William Ruto na hata kumuondoa katika kile kiti cha urais ambacho ndicho ambacho kiini kikubwa ja kuwa na viongozi kujiunga pamoja na kuunda kikundi cha upinzani ili kutafuta strategy mojawapo ambayo tungetaka itumike ili kumuondoa Rais William Ruto katika madarakani. Lakini pale ambapo tumefika mtazamaji, viongozi wamejawa na kiburi. Wanajihisi kwamba wao ndio wanajua kila ambacho kitatendeka kwa uchaguzi ujao. Na nikizungumza hili, nalizungumza kwa uchungu kwa yale matukio ama mazungumzo ya yale mambo ambayo tumeyashuhudia. Kama uliweza kutazama jana, kiongozi ambaye alichaguliwa hivi karibuni kama mbunge wa eneo la Ori-Karau alichukua kipaza sauti mbele ya umati na akakiri kwamba yule kiongozi ambaye ana nafasi ya kuzungumza na Rigathi Gachagua kuhusiana na kuunda serikali ambayo itakuja kumuondoa Rais William Ruto ama kuform a coalition si Fred Matiang'i ambaye ni kiongozi ama naibu kiongozi wa chama cha Jubilee. They say he is a deputy, he has no authority to speak to Rigathi Gachagua on matters concerning forming the coalition for the oncoming general elections. Lakini kila ambacho najiuliza, vile ambavyo Kenya tunafahamu ni wazi kwamba yule ambaye atakuwa nasimama kutoka chama cha Jubilee ni Fred Okengo Matiang'i. Wanakiri kwamba yule ambaye ana nafasi ya kuzungumza na Rigathi Gachagua kuhusiana na mambo ya coalition ni Uhuru Kenyatta. Ni wazi kwamba tumeona dalili ya kutaka kumdhurumu, kutotaka kufahamu kwamba Fred Matiang'i ana nafasi ya kuzungumza. Mkifikia pale ambapo kuna nafasi
mnapata nafasi ya kuwahudumia wananchi, mnatoka wazi na kuzungumza kwamba Fred Matiang'i ana uwezo wa kuzungumza kuhusiana na mkataba wa serikali itakaoundwa. Hili ni baini kwamba you do not recognize the candidature of Fred Okengo Matiang'i. Na kiburi ndicho ambacho kinaua kiini cha coalition. Viongozi wanajihisi kwamba wao ndio wana nafasi ya kuamrisha jinsi ambavyo uchaguzi utaweza kufanyika. Ikiwa kwamba viongozi wanaomzunguka Rigathi Gachagua wanahisi kwamba anybody that needs to speak to Gachagua must be from the former president, ni kuonyesha kwamba kuna madharau. I don't speak to you because you are too low. I don't speak to you because hauna nafasi. Hiki ndicho ambacho kitaua the coalition that is supposed to be formed to ensure William Ruto goes home. If we start having divisive politics in between the opposition before even we approach the oncoming elections, then it means we are not prepared to fight William Ruto. We will be giving him enough space. He'll find a loophole. Now he thinks like this is what William Ruto loves. A slight chance he sees a collapsing coalition, he knows that Faithful is going to win. So if we continue to see this, the coalition, trust me, coming in 2027, it will not be there. There will be nobody who will be ready to fight William Ruto if these leaders don't put away their sides. Kuna kiongozi ambaye namfuatilia kwa sana, but si kisiasa, wanafuatilia kwa sababu ukitaka kupata habari za UDA, Senator Karen Nyamu ni mkaribu sana wa Rais William Ruto. She wrote a tweet saying, if we are to form the next government, or if leaders needs to be re-elected, they need to kupunguza kiburi na madharau. Because when people see you having that, they will not have no confidence in you. And this one, I agree with her. If people seeing that there is no togetherness, then there's no coalition. Asante kwa kujiunga nasi. Ni Kenya Uncovered Media. Kama